Jumapili ya leo ni Jumapili ya tofauti. Ninaamini kuna kitu umekiandaa kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya familia yangu. Naamini kuna kitu umekiandaa kwa ajili ya kesho yangu, kwa ajili ya baadaye yangu. Naomba Jumapili ya leo utende jambo jipya kwenye maisha yangu. Utende jambo jipya kwenye familia yangu. Utende jambo jipya kwenye familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya adui inayopambana na familia yangu, hiyo mipango ya adui ifutike kwa damu ya Yesu. Ifutike kwa damu ya Yesu. Kila mipango ya adui aliyoipanga kinyume na familia yangu, hiyo mipango ya adui ifutike kwa damu ya Yesu. Ninaifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Natangaza ushindi wa familia yangu. Natangaza baraka ya familia yangu. Natangaza kuinuliwa kwa familia yangu. Natangaza ulinzi juu ya familia yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Ninafuta kila maneno yaliyotamkwa kinyume na familia yangu. Ninafuta kila maneno yaliyotamkwa kinyume na biashara yangu. Ninayafuta kila maneno yaliyotamkwa kinyume na elimu yangu. Ninayafuta kila maneno yaliyotamkwa kinyume na kesho yangu. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Naomba tukae. Tukae. Mungu akubariki sana kwa kuwepo mahali hapa. Mungu aliyekufikisha mahali hapa akubariki sana. Na Jumapili ya leo ni Jumapili ya kwanza kwa ibada za asubuhi. Unajua watu wengi wamezoea kuja jioni. Kwa hiyo Jumapili ya leo imekwenda tofauti. Kwa hiyo watu wengi wameshindwa kufika. Lakini nadhani mabadiliko ya ratiba sio kizuizi. Haleluya. Mabadiliko ya ratiba sio kizuizi. Na Jumapili leo Mungu ametupa ujumbe unaitwa namna ya kupokea ukuu au namna ya kuwa mkuu. Na hauwezi ukawa mkuu, lazima ujue ni namna gani na kuwa mkuu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo naomba niombe kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa ujumbe huu ambao umetupa. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa ujumbe uliotupa Jumapili ya leo. Naomba Bwana Yesu ujumbe huu ukabadilishe maisha ya kila mmoja aliyefika mahali hapa. Naomba Bwana Yesu ujumbe huu ukabadilishe maisha ya kila mmoja atakayefuatilia ibada hii kupitia mitandao yetu. Kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote atakayefuatilia ibada hii kupitia YouTube, yeyote atakayefuatilia ibada hii kupitia Facebook, yeyote atakayefuatilia ibada hii kupitia Instagram, kupitia ujumbe huu, ninatamka akapokee ukuu kwa jina la Yesu. Asiwe chini bali awe juu kwa jina la Yesu Kristo. Yeyote atakayesikiliza neno hili na ujumbe huu ambao Roho Mtakatifu ameuachilia Jumapili ya leo, akapokee roho ya ukuu kwa jina la Yesu. Wakapokee roho ya ukuu kwa jina la Yesu. Ninatamka neema ya Mungu kwa yeyote atakayefuatilia na kusikiliza ujumbe huu. Atakayefuatilia leo, atakayefuatilia kesho, atakayefuatilia miaka ijayo, akapokee ukuu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Watu leo wengi hawajaja, lakini kuna kitu Mungu anataka kufanyia wewe uliyefika. Unajua ukuu, tunaposema ukuu maana yake ni nafasi. Yaani hauwezi ukawa mkuu mpaka umejua nafasi yako. Ili uwe mkuu ni lazima ujue nafasi yako. Ijumaa wakati tunafundisha nikikwambia kwamba kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu, lakini pia kuna malaika. Na nikakwambia kwamba tunapoongelea Mungu Baba maana yake tunaongelea ni ofisi. Tunapoongelea Mungu Mwana tunaongelea ni ofisi. Tunapoongelea Mungu Roho tunaongelea ni ofisi. Haleluya. Tunapoongelea malaika pia tunaongelea ni ofisi pia nyingine.
Lakini wewe unayenitazama na unanisikiliza wakati huu, upo kwenye ofisi ya Mungu Mwana. Haleluya. Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Maana kama hujampokea Mungu Yesu Kristo, hauwezi kuwa na uwezo wa kufanyika mwana wa Mungu. Ni lazima umpokee Yesu Kristo ndio unafanyika kuwa mwana. Haleluya. Kwa unapojua kwamba wewe ni mwana wa Mungu, maana yake moja kwa moja utajua ni nini ukifanye duniani na nini usikifanye duniani. Haleluya. Kwa ili uwe mkuu, uweze kuwa mkuu bila kujua nafasi ambayo Mungu amekupa duniani. Bwana asifiwe. Lakini ukuu wako lazima ujue ukuu wako upo kwenye eneo gani. Kila mmoja ana kitu special ambacho Mungu alimuitia duniani. Haupo duniani kufanya kila kitu. Haupo duniani kuishi kila mahali. Kuna maeneo unatakiwa uende, kuna maeneo unatakiwa usiende. Mtumishi wa Mungu, utakuwa ukifungua Biblia katika kitabu cha, nataka utafungua kitabu cha Mwanzo. Fungua kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza mstari wa 3. Tutausoma kwanza, kuna kitu nimalizie. Kwa ni lazima ujue, lazima ujigundue, au ni lazima Mungu akusaidie uweze kugundua wewe ni nani duniani. Bwana asifiwe. Kumbuka wakati Yesu anakuja duniani, alijua kazi yake ni kuponya, kufungua, kuwaweka watu huru, kufa na kufufuka, ili akomboe mataifa yote. Bwana asifiwe. Ndio maana leo hii ukisoma habari za Yesu Kristo unagundua kwamba Yesu Kristo alijua kwanza kazi yake duniani. Baada ya kujua kazi yake duniani, akaanza kuifanya, na ile kazi yake duniani ndio ilifanya Yesu ajulikane, na mpaka leo tunamhubiri Yesu. Kwa hiyo kama asingejua kazi yake duniani, maana yake asingefikia level ile ambayo amefikia. Yohana Mbatizaji alipokuja duniani alijua kazi yake ni kubatiza. Haleluya. Kumbuka Yohana alikuja kwa ajili ya kumfunua Yesu Kristo. Yohana hakuja kwa ajili ya kufungua kanisa. Yohana hakuja kwa ajili ya kufanya biashara. Yohana hakuja duniani kwa ajili ya kuendesha magari, bali kumfunua Yesu Kristo. Ndio maana anasema yeye aongezeke, mimi nipungue. Haleluya. Kwa wakati huu wewe lazima ujue kwamba Mungu amekuita kufanya nini duniani. Je, amekuita duniani uje kuwa kiongozi wa kisiasa? Amekuita duniani uje kuwa mfanyabiashara? Amekuita duniani uje kuwa mhubiri? Amekuita duniani uje kuwa mkulima mkubwa? Bwana asifiwe. Kwa lazima ujue nafasi. Sema lazima nijue nafasi. Sema lazima nijue nafasi yangu duniani. Haleluya. Mtu wa Mungu, fungua hiyo Mwanzo, fungua mstari wa 26. Sura hiyo ya kwanza mstari wa 26. Nasoma katika jina la Yesu. Amen. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na nchi yote pia na kila. Na nchi yote pia na kila chenye uhai. Chenye kutambaa. Kitambaacho. Juu ya nchi. Mungu akaumba mtu. Naomba tushie hapo. Bwana asifiwe. Biblia inasema hivi, Mungu alichokifanya akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Lakini kazi ambayo tunampa huyu mtu, tunataka akatawale. Haleluya. Akatawale anga, vitu vya angani. Akatawale vitu vya ardhini. Akatawale na vitu vitambavyo, vitu vya anga, vitu vya ardhini na vitu vya kwenye maji. Bwana siwe. Kwa ni lazima kwanza ilibidi Mungu aumbe mtu kwa mfano wake.
Maana hauwezi ukafikia kiwango cha kutawala mpaka umesimama kwenye nafasi ambayo ni mfano wa Mungu. Haleluya. Yaani iko hivi. Hauwezi ukawa mtawala. Hauwezi ukawa mtawala pasipo kujua nafasi ambayo Mungu amekupa. Bwana siwe wake ili akatawale. Ni kwamba hauwezi ukatawala mpaka vile vitu vinaiona sura ya Mungu kwako. Yaani huwezi ukaenda kukemea pepo kama hauna sura ya Mungu. Hauwezi ukaamuru mambo yaanze kukutii kama hauna sura ya Mungu. Vitu vinatii sura ya Mungu. Bwana siwe. Vitu vinatii sura ya Mungu. Wakati ule watoto wasikewa wakaenda kukemea pepo, pepo likamwambia, wakasema hivi, tunakukemea kwa jina la Yesu. Huyu Yesu ambaye anahubiriwa na Paulo. Mapepo wakamwambia hivi, nyinyi Yesu tunamjua. Yesu tunamjua. Paulo tunamtambua. Lakini nyinyi ndio kina nani? Bwana siwe. Maana yake akija Yesu akitukemea tunatoka. Akija Paulo akitukemea tunatoka. Lakini nyinyi ndio kina nani? Kwa sababu hamna ile sura ya Mungu. Bwana siwe. Yaani hamna sura ya Mungu. Mapepo yakamwambia, nyinyi watoto wasikewa, hamjabeba ile sura ya Mungu. Yaani hamna mamlaka ya kututoa kwenye nafasi yetu. Haleluya. Unajua unaweza kuangalia familia yako, unaangalia familia yako ina umaskini. Familia yako ina magonjwa. Au ukiangalia maisha yako kuna mambo unataka kuyafanya unashindwa kuyafanya. Kuna vitu unapambana kuvifikia unashindwa kuvifikia. Unaomba maombi, unaambia Mungu, naomba uniondoe kwenye umaskini. Naomba Mungu uniondoe kwenye hali ya kushindwa. Naomba uniondoe kwenye hali ya kuwa mtu duni. Lakini ile hali duni, unajua hali duni ni roho. Ile hali duni haitoki, haikuachii kwa sababu hauna sura ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ili mambo yaanze kukutii, ili uwe mkuu, ni lazima ujue nafasi yako kwanza. Ni namba moja, lazima ujue nafasi yako. Unaposhindwa kujua nafasi yako, maana yake hauwezi ukatawala. Yaani hata ufanye nini hauwezi ukatawala unaposhindwa kujua nafasi yako. Lakini unapojua nafasi yako unaweza ukatawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano mdogo, unaweza kuwa na maono makubwa, lakini yale maono makubwa ulionayo unaweza ukawashirikisha watu wachache. Wale watu unaowashirikisha wanaona kama wewe unatania. Bwana asifiwe. Yani they don't believe on your vision. You have vision. Vision unayo. Bwana Yesu asifiwe tu Mungu. Kwa hiyo ni point ya kwanza nataka uijue, ambacho kilifanya Mungu amuumbe mtu kwa mfano na kwa sura yake. Ni kwa sababu mazingira yanatii yanapoona mtu ana sura ya Mungu, ana mfano wa Mungu. Haleluya. Hawezi kaamuru utajiri ukufuate kama hauna sura ya Mungu. Hawezi kaamuru magonjwa ya kuachie kama hauna sura ya Mungu. Hawezi kaamuru mapepo yaondoke kama hauna sura ya Mungu. Ndio maana akamwambia mapepo, akamwambia watoto wasikewa, akamwambia Yesu tunamjua. Yesu tunafanya nini? Tunamjua. Na Mtume Paulo tunamtambua. Lakini nyinyi ni wakina nani? Maana tunawaangalia tunaona hamna mamlaka ya kututoa. Yaani hamna huo ukuu wa kututoa. Haleluya. Watu wa Mungu mnajiamini kwamba shije kwenye ukuu wangu. Hata wanajua namna ya kuongea. Katika kitabu cha Mwanzo Biblia inatuambia kwa habari ya Mungu alivyoona utupu ukiwa na giza akatamka. Ndio kusomea mtu wa Mungu. Mwanzo 1 sura ya 3. Mwanzo 1 mstari wa 3. Yaani kuna aina ya ujasiri ninao wakati huu, sio kwa sababu mimi ni jasiri.
Ni kwa sababu kuna watu ambao nimeshaenenda nao, nimeshaishi nao. Kuna vitu nimejifunza kwao. Bwana asifiwe. Amen. Juzi nilikuwa natoa ushuhuda jana juzi kwa Mungu. Nikasema nilikuwa nazindua ile album. Ile album sikuzindua tu from nowhere. Kuna watu nilikuwa nimeenenda nao, nikaona ujasiri wao wa kufanya mambo makubwa. Kuona mimi nikaambukizwa ile nguvu ya ujasiri. Na mimi nikaanza kufanya vitu fulani. Nikaanza kuchukua uthubutu wa kufanya mambo fulani. Haleluya. Yaani hauwezi ukawa jasiri kama haujachukua hatua ya kuambatana na majasiri. Haleluya. Yaani wenenda na wenye hekima na utapata hekima. Lakini rafiki wa mpumbavu ataumia. Ukiwa rafiki wa mpumbavu lazima uumie. Unapokuwa rafiki wa maskini lazima uwe maskini. Hauzuiliwi kuwa rafiki wa maskini. Ile ndio maskini umwekee mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani kwa mfano unatamani kuwa mfanyabiashara mkubwa, lazima uanze kuwafuatilia wafanyabiashara wakubwa. Lazima uanze kuambatana nao, kujipendekeza kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtume Petro alikuwa anajipendekeza kwa Yesu kabla hajawa mtume. Alikuwa ana kielele. Mpaka Yesu akaona huyu ana kielele. Huyu jamaa lazima nimfanye kuwa mwamba. Bwana asifiwe. Kwa unapojipendekeza kwa wenye hekima, automatically na unakuwa na hekima. Yaani mpaka umeanza kuenenda na wakuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Labda nakupa mfano kama ulikuwa uelewe. Kila mtumishi unayemfahamu ana baba wa kiroho. Yaani hakuna mtumishi aliyeibuka tu ana baba wa kiroho au ana mentorship. Haleluya. Amen. Ana baba wa kiroho au ana mentorship. Yaani kuna mtu ambaye amepiga hatua, kwa yule mtu anamfundisha namna gani uwe mkuu, namna gani ya kufanikiwa. Na hata kama yule mtu akufundishi, automatically unajifunza kwake. Unaona lifestyle anayoishi. Haleluya. Amen. Ndio sometimes ukitaka kuwa mtu mkuu, kwa mfano unataka kuhama level ya maisha, unaweza ukaenda kwenye hoteli ya nyota 5. Alafu ukanunua soda tu au ukanunua tu kinywaji cha bei ndogo tu. Alafu kaanza kukaa pale ukao unakunywa kile kinywaji. Ile tu kukaa kwenye yale mazingira tayari mtazamo wako umebadilika. Bwana asifiwe. Amen. Maana yake umeji-expose kwenye mazingira mengine. Hawezi kukaa kila siku unaishia Kibororoni tu. Kila siku unaishia Moshi mjini tu. Kila siku unaishia Mwanza tu. Hautoki nje kwenda mikoa mingine. Hautoki kwenda kwenye nchi nyingine kutembelea. Hawezi akili yako iweze kubadilika. Kwa lazima uanze kuambatana na watu wenye hekima. Lazima uanze kuambatana na watu wenye level fulani ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Ili uweze kufikia ule ukuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Mungu but be transformed. Bwana asifiwe. Msio conformed na patterns za dunia hii. Bali muwe transformed. Warumi 12 mstari wa 2. Yaani msifuatishe namna ya dunia, bali mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu. Mtu wa Mungu unaweza kusoma. Warumi 12 mstari wa 2. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Bali mgeuze kwa kufanywa upya nia zenu. Bali mgeuze kwa kufanya upya nia zenu. Mpate kujua haki na mapenzi ya Mungu. Mpate kujua haki na mapenzi ya Mungu. Unaweza kushia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko hivi. Yaani kuna elimu za aina mbili duniani. Kuna elimu ya dunia na elimu ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Mtume Paulo anawaambia Warumi anawaambia hivi. Anaambia enyi Warumi, anaambia msifuatishe namna ya dunia, bali mfanyike upya kwa kugeuzwa nia zenu. Bwana sio. Unajua hapa alikuwa anaongelea namna unavyowaza, namna unavyoangalia maswala, namna unavyofikiria. Bwana sio. Kwa mfano, namna ya dunia hii, kama hujasoma shule hauwezi kuwa tajiri. Namna ya dunia hii kama hauna elimu, maana yake wewe hauwezi kuwa, si ndio? Yaani dunia hii inavyotamka kwamba kama hujasoma hauwezi kuwa tajiri. Lakini namna ya Mungu, uwe umesoma au uwe hujasoma, inawezekana kuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa mfumo wa dunia huu kama hujasoma huwezi kuwa waziri mkuu. Lakini kwa namna ya kimungu hata kama hujasoma unaweza kuwa waziri mkuu. Ndio. Amen. Kumbuka Yusufu alikuwa waziri mkuu hata hakuwa hata na elimu. Akawa waziri mkuu. Yusufu alishika nafasi kubwa pasipokuwa na vyeti. Tena nchi ya ugenini. Haleluya. Kwa hiyo msifuatishe namna ya dunia hii. Msiendeshwe na mfumo wa hii dunia. Bali nia zenu ziendeshwe na neno la Mungu. Katika kitabu cha Kolosai sura ya 3 Biblia inasema hivi. Inasema yafikirini yaliyo juu aliko Kristo. Haleluya. Maana unaishi duniani lakini unaishi kwa kutumia akili ya mbinguni. Bwana asifiwe. Yaani unaishi duniani kwa kutumia akili ya mbinguni. Maana unakuwa ni mtu ule duniani lakini pia una akili yako inaishi kwa mfumo wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Unajua antena ukisimamisha hivi, antena maana yake inakuletea kitu ambacho kipo juu. Kutoka kwenye exosphere. Yaani anga hilo la nje, anga kubwa. Anga la kimataifa. Bwana asifiwe. Amen. Antena inakuletea mawimbi. Inakuletea picha kutoka juu. Lakini wana wa Mungu itakiwa upokee mawimbi kutoka mbinguni. Kwa lazima antena yako iwe hivi ili uweze kuchukua mawimbi kutoka wapi? Kutoka juu. Maana msifuatishe namna ya dunia. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka utawale. Utawale sio utawaliwe. Unajua ukimwona mtu tajiri ana fedha nyingi na magari mengi haimaanishi kwamba ni tajiri. Kwa vipimo vya Mungu utajiri ni ile nguvu ya wewe kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, njia nyepesi ya kujua kwamba huyu mtu atawali mali zake ni kwamba huyo mtu kwa mfano unaweza labda nyumba yake ikaungua na moto. Alafu mtu anashikwa na pressure. Nataka kufa kwa sababu nyumba imeungua. Maana yake nyumba yake ndio inamtawala. Gari yake imepata ajali, anashikwa na pressure kwa sababu gari imepata ajali. Maana yake gari linamtawala. Maana yake huyo mtu sio tajiri kwa vipimo vya Mungu. Haleluya. Mtu ampoteza simu anachanganyikiwa. Maana yake huyo mtu sio tajiri, anatawaliwa na hiyo simu. Maana yake hatawali. Haleluya. Ndio sababu Mungu akamwambia Ibrahim, nataka unitolee mtoto wako wa pekee, unitolee umchinje. Bwana asifiwe. Nataka umchinje, kumchinja Isaka, maana yake kumchinja Isaka aliye moyoni. Ndio maana wakati wewe Mungu amwambia nataka umtoe mwanao. Ibrahim akamchukua mwanae akamweka kwenye madhabahu, nataka kumchinja. Mungu akamwambia hakika nimeona ya kwamba kweli unanipenda. Bwana asifiwe. Maana yake Ibrahim alimchinja Isaka aliyekuwa ndani yake, aliyekuwa ndani ya moyo wake. Kwa Mungu tunaelewa? Amen. Maana yake Ibrahim alimchinja Isaka aliyekuwa ndani ya moyo wake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka Ibrahim amtawale Isaka, sio Isaka amtawale Ibrahim. Maana yake vitu ambavyo Mungu anakupa inatakiwa uvitawale. Sio hivyo vitu vikutawale wewe. Bwana asifiwe. Kwa lazima akili yako ianze kubadilika. Usifuatishe namna ya dunia, uanze kufuatisha namna ya kiungu. Ya kwamba hakuna jambo gumu kwa Mungu. Hiyo ndio namna ya kiungu. Hakuna ugonjwa Mungu hawezi kuuponya. Hiyo ndio namna ya kiungu. Hakuna jambo gumu. Kwa mtumishi wangu nilikuwa namfuatilia juzi na wiki iliyopita kama sio mwezi uliopita. Akaulizwa swali na waandishi wa habari wakamwambia mtumishi, hivi tunasikia ile eneo ambalo umeenda kuhubiri lile eneo ni gumu sana kupokea injili. Waandishi wa habari wanamuuliza, wakamwambia mtumishi, tunasikia lile eneo liloenda ni ngumu sana watu kupokea neno la Mungu, kupokea watumishi. Yule mtumishi akasemaje? Akasema hakuna jambo ambalo ni gumu kwa Mungu. Yaani hakuna ugumu unaweza kuzuia injili isifike. Haleluya. Amen. Yaani haupo ugumu unaweza kuizuia injili isiwafikie watu. Ila ni ugumu tu wa mtu mwenyewe. Bwana asifiwe.
Kuna bwana mmoja akasema hakuna mlima mahali popote, ila mlima ni jinsi mtu anavyofikiria. Yaani mlima mkubwa ni ule uliopo kwenye akili ya mtu, kwamba mambo hayawezekana, hali ni ngumu, nchi ya Tanzania ni ngumu. Huo ndio mlima wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna mahali popote pana mlima. Mlima ni akili ya mtu tu mwenyewe. Hakuna mahali Mungu hawezi kufanya jambo. Ugumu ni wa watu wenyewe. Haleluya. Ndio maana kuna mahali Yesu alienda kufanya miujiza, alishindwa kufanya miujiza kwa sababu ya ugumu wa mioyo ya watu. Yaani moyo unapokuwa mgumu, huo moyo ukiwa mgumu ndio mlima mkubwa kuliko kitu chochote. Bwana asifiwe. Unapoanza kuona mambo ni magumu, huo ndio unakuwa mlima wako. Unapoona mambo hayaendi, huo unakuwa ndio mlima wako. Unapoona maisha ni magumu, huo ndio unakuwa ndio mlima wako. Haleluya. Ndio maana unaweza kukaa kwenye Ukristo miaka 20, 30. Lakini kuna mambo unayoongea kinyume. Au kuna mawazo unawaza kinyume. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna hujaishika elimu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna namna hujaishika elimu ya nani? Yesu Kristo. Kwa Mungu anapokupa elimu yake, maana yake anakupa na njia. Kwamba usifuatishe namna ya dunia, fuatisha namna yangu. Haleluya. Kwa kuna namna ya kuishi duniani. Namna hiyo lazima uishi kwa kutumia namna ya kiungu. Ndio maana wakati ule Elia anahubiri, akaona watu wanatenda dhambi, akasema watu ndio washughulikiaje? Nahubiria injili lakini wagumu kuelewa, ndio washughulikiaje wao? Alichofanya Elia akasimamisha mvua. Kwa sababu Elia aligundua hawa watu wanatenda dhambi kwa sababu wamekula, wameshiba. Yaani uwezo kufanya dhambi kama una njaa. Si ndio watu wa Mungu? Lazima wewe umeshiba. Kwa hiyo akagundua jeuri yao kwa sababu wanakuwa wameshiba. Akafunga mvua kwa miaka 3.5. Kitu ambacho mwanadamu hawezi kukifanya. Kitu ambacho kibinadamu hauwezi kukifanya. Elia akaifunga mvua kwa miaka 3.5. Kwa hiyo ikabidi Elia achukue namna ya kiungu, akajua nina mamlaka. Akaifunga mvua. Sika naongea na mtu wakati. Maana kuna mambo ambayo unaona hayaendi. Unapambana unaona hayaendi, lakini ukiamua kuchukua namna ya kiungu, hayo mambo lazima yaende. Hayo mambo lazima yapige hatua. Jambo la msingi tu, usisikilize maneno ya watu. Jambo la msingi, usisikilize maneno ya watu. Kwa sababu ukisikiliza maneno ya watu unaanza kukwama. Unaanza kukwama. Kama nikupe mfano unaoishi. Kwa mfano ukichukua maji ya moto na maji ya baridi. Ukiacha maji ya baridi sana na maji ya moto kidogo. Ukichanganya ile maji ya moto kidogo, yale machache. Yaani maji ya moto kikombe kimoja na maji ya baridi ndoo nzima. Ukichanganya maji yanakuwa yote ya baridi. Si ndio? Yote yanakuwa ya baridi. Mfano wewe ukiwa na mawazo mazuri ya kufika mbali, alafu watu leo kuzunguka wote wanaishi kwa mtazamo wa dunia. Watu 10 wanakuzunguka, wote wanaishi kwa mtazamo wa kidunia. Wataanza kukupa sababu kwamba mpango wako unaoupanga hauwezi kufanikiwa. Kwa sababu wao ni wengi, wanaweza kukudhoofisha. Haleluya. Amen. Kwa unavyoacha kuwafuatisha namna zao, unavyoanza kujitenga nao na kufuatisha namna ya Mungu, maana yake ni lazima ufanikiwe. Kwa sababu umekaa mbali na watu wa namna hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo lazima ujue kuna namna ya kuifuatisha. Kwa mfano Wahindi wote, ukiangalia Wahindi wengi sana wana ile mentality ya kibiashara. Wana mentality ya kidaktari. Kwa nini? Kwa sababu wamezungukwa na maisha haya. Unakuta Wahindi wengi wanafanya biashara, nadhani Kariakoo. Wako wengi kwenye miji wanafanya biashara. Na watoto wao wakizaliwa wanakuwa nao wanaona wazazi wao wanafanya biashara. Kwa hiyo wanapata uambukizo. Wanapata ile namna ya maisha.
Kwa hiyo unavyotumia muda mwingi kwenye uwepo wa Mungu, unaanza kupokea namna nyingine. Kuna namna unaanza kupokea namna ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maombi yangu Mungu akupe mfumo mpya wa maisha. Ni maombi yangu Mungu akupe mtazamo mpya wa maisha.